Jesus Christ was not killed. Yesu Kristo hakuuliwa. He offered his blood. Alitoa damu yake. Akasema ni upendo wa namna gani? And he said, what kind of love is this? Mtu alionao. That person has. Kama si kutoa uhai wake. If not to give out his life. Anapotumia neno uhai kwa Kiswahili unasoma vile, lakini when we translate, when we say life, we mean blood. Nini kinasababisha damu ya Yesu iwe ya uhalali zaidi? What causes the blood of Jesus to have more legality? Natamani ungekuwa na sense organ uelewe kitu nasema. I wish you had a sense organ so you can understand what I'm saying. Damu ya Yesu, the blood of Jesus, haikumwagwa. It was not shed. Damu ya Yesu, the blood of Jesus, ilitolewa kwa upendo. It was given by love. Huyu kondoo wanaomchinja wamemuonea. This lamb that they slaughtered, huyu ng'ombe wanaomchinja wamemuonea. The cow they slaughtered, they huyu mwanadamu wanaomchinja wamemuonea. The blood they slaughtered. Lakini Yesu aliutoa uhai wake. But Jesus gave Yesu out his alitoa life. damu yake. Jesus gave out his blood. This is what makes the blood of Jesus unique. Hiki ndiko kinafanya damu ya Yesu kuwa pekee. This blood damu was offered ilitolewa by love. Kwa upendo. Hizo damu zingine zinazomwagwa ni kwa ukatili. All these other blood that are shed is hii because inaipa of damu ya Yesu nguvu. This gives the blood of Jesus power. A unique power. Inaipa damu ya Yesu uhalali. It gives the blood of Jesus legality. A unique legality. Wakuvunja vifungo. To break all the bonds that have kept you captive. Kuondoa laana. To release zilizokukamata. That has held you. Kuondoa magonjwa. To remove diseases. Yaliyokusonga songa. That have scourged you. Kuondoa shida. To remove all the problems that have surrounded you. Hii damu was offered by love. Ilitolewa kwa upendo. No man. Hakuna mtu. Kwanza hata walipokuja kumkamata wakaanguka wakafa. Even when they came to take him, they fell down and died, and he resurrected them. Nataka ujue. I want you to know. Nataka ujue. I want you to know. Damu ya Yesu. The blood of Jesus haikumwagwa ovyo. Was not poured uselessly. Aliitoa mwenyewe. He offered it by himself. Aliitoa mwenyewe. He gave it out by himself. By love. Do you know here is where there is a powerful revelation. Unajua hapa ndo kuna mafunuo yenye nguvu. Ili ujue unapotumia damu ya Yesu ina nguvu. So that when you use the blood of Jesus, you know it has power. It has a wonderful power. Ina mamlaka ya pekee. It has a unique authority. Kwanza ni safi. First, because it's pure. Secondly, ilitolewa na Yesu mwenyewe by Jesus himself, by love. Watu wa Mungu. People of God. Natamani ningekuwa na uwezo wa kukulazimisha udake hichi ninachokuambia. I wish I was able to force you for you to understand. Many times we have used the blood of Jesus. Lakini hatujui kwa nini ina nguvu. But we don't know why it is powerful. Na kwa nini ina uhalali. Tunajua tu ina nguvu na uhalali. Hiyo nguvu na uhalali wake inatokana na nini? We know that it is powerful and it is legal. Moja ya sababu kwa nini damu ya Yesu ina nguvu na uhalali? One of the reasons that the blood of Jesus is powerful and has legality. Damu ya Yesu aliitoa mwenyewe. Because the blood of Jesus, he gave it out by himself, by love. Hakusukumwa. He was not forced. He decided aliamua to give kutoa his blood damu yake for your healing. Kwa ajili ya uponyaji wako. Kupigwa kwake. By his stripes wewe upone. We are healed. Kwa kupigwa kwake. By his stripes wewe ufunguliwe. So that you are delivered. Mateso ya katika. The afflicted to be cut off in your generation. Kwa watoto wako. To your children. Jesus offered his blood by love. Yesu alitoa damu yake kwa upendo. Hao wanaotumia damu za ng'ombe. Those people that use the cow's blood. Ng'ombe. Cows. Sijui punda. Donkeys. Sijui mtu. Or a person. Hao watu wanatoa kwa upendo. Do these people give out by love? Ng'ombe anaenda mwenyewe kwa upendo. Does a cow go by love? Lakini Yesu. But Jesus. Damu yake. His blood. Ina upekee. It is unique. Because. Haikudhulumiwa. It was not defrauded.